Salamu wapendwa, I hope mko poa na mnaendelea salama. Karibu jikoni, tuandae meatballs na mashed potato. Utahitaji nyama ya kusaga, mimi nimetumia kilo 1. Baada ya hapo hakikisha ni kavu, utaweka paprika, utaweka garam masala, utakwenda kuongeza turmeric, utaongeza pia chumvi kiasi. Baada ya hapo utakwenda kuweka vitunguu maji ulivyoviponda au kuvisaga au kuvikwangua kwenye kikwangulia carrot. Pia utaongeza tangawizi mbichi na giligilani au dania. Na baada ya hapo utakwenda kuweka kitunguu thomu. Viungo vyote unavyotumia weka kiasi. Baada ya hapo utachanganya mchanganyiko wako vizuri kama unavyoona hapo. Kisha utakwenda kutengeneza madonge. Mpendwa, haya madonge yasiwe makubwa wala madogo, yawe ya wastani tu ili yasikupe tabu kwenye procedure zinazofuata huko mbeleni. Na ukishaandaa hivyo madonge yako yakamilika, utaweka kwenye container, utaweka kwenye chombo chochote tu kitakachoweza kuingia katika freezer yako kwa urahisi. Kisha utaenda kuziweka katika freezer kama dakika 10 hadi 15 au zaidi ili viungo vikolee na baadaye ukiwa unavikaanga vikae vizuri kama unavyoona hapo. Baada ya hapo pembeni injika sufuria yako, weka viazi mbatata, weka chumvi kiasi, kisha vichemshe. Vitakapokuiva utakwenda kuchuja yale maji na utaviponda vikiwa bado vya moto kama unavyoona hapo mimi ninavyofanya. Hakikisha vimepondeka vizuri. Kisha utakwenda kuongeza pilipili manga ya unga, utakwenda kuongeza cooking cream kama hivyo nilivyofanya hapo, na bila kusahau utaongeza siagi kidogo. Changanya vizuri zaidi kisha funika, vitakuwa viko tayari. Pembeni meatballs zako zikiwa zimeshamaliza zile dakika 15 hadi 20, utainjika sufuria, weka mafuta, yatakapopata moto anza kuzikaanga. Na kwa ushauri tu usiweke nyingi, weka tu kiasi, geuza kwa utaratibu, zitakapobadilika rangi kama hivyo na kuwa golden brown, zitoe tayari kwa ajili ya kutengeneza sauce ya meatballs. Hichi chakula ni kitamu sana na ukimakinika ni rahisi sana mno kuandaa. Baada ya hapo utainjika sufuria nyingine jikoni, weka mafuta ya kupikia, kisha utaweka vitunguu maji, vikilainika utakwenda kuongeza kitunguu thomu kiasi, nacho pia acha kitoe aroma. Na baada ya hapo utaongeza carrot kidogo, utaweka pilipili boga kiasi, nazo pia utakaanga kwa kiasi kidogo tu kama dakika 1 visiungue. Kisha utakwenda kuongeza nyanya kwa kiasi kidogo tu. Baada ya hapo utaweka turmeric na kisha utaenda kuongeza paprika. Na kisha utakwenda kuweka curry powder. Curry powder ni nzuri sana, huwa inasaidia sana kwenye sosi hizi. Baada ya hapo utaongeza chumvi kiasi kama hivyo unavyoona. Kisha utakuja utamalizia nyanya nyingine. Nyanya nimetumia kama 2 hivi hadi 3. Na utakwenda kufunika uache nyanya yako iive. Mimi niligawa nyanya mara 2 ili isishike chini kwenye sufuria kwani hii ni cast iron na mwanzoni moto ulikuwa ni mkali kidogo. Baada ya hapo utakwenda kuongeza soy sauce nayo pia ipike au ifunike kama dakika 2 iive. Baada ya hapo utakwenda kuongeza zile meatballs ulizokuwa umezikaanga mwanzoni na kisha utakwenda kugeuza taratibu. Usiwe na haraka mpendo ukiwa jikoni. Taratibu ili upate kitu kizuri. Kisha utakwenda kuongeza pilipili boga pamoja na carrot. Kwa wakati huu unaweka ili upate tu ile aroma ya pilipili boga pamoja na carrot. Pia utakwenda kuongeza maji kidogo sana. Baada ya hapo funika, acha viivane. Utakapofunua utakwenda kuongeza mchuzi mix kama kijiko 1, changanya na maji. Kisha utafunika zaidi, acha viive na vitakuwa kama vinavyoonekana hapo katika video. Mpendo, hadi hapo mboga yako itakuwa iko tayari. Unaweza ukaweka giligilani au dania kama unavyoona hapo. Chakula kinakuwa kimekamilika. Kama umependa hii recipe usiache kujaribu, na pia usisahau kulike, kushare, kucomment kama una maswali, na pia kusubscribe kwa recipe nyingi zinazokuja. Hadi wakati mwingine, ninawapenda sana. Shukrani.